Kuna kitu kimoja kinachowafanya watu wengi washindwe kubadilisha maisha yao na wabaki pale pale kila siku. Sio kwamba hawana akili na sio kwamba hawana uwezo, bali wanatumia muda wao mwingi kufikiria matatizo yao badala kutafuta solution. Ukweli ni huu, maisha yako hayatabadilika kwa kufikiria matatizo kila siku, yatabadilika kwa wewe kufocus kwenye solution. Na watu wenye confidence ya kweli kila siku wanatafuta njia kwenye kila tatizo, kwa sababu ukiwa na hiyo mindset hauwezi kuwa stuck hata siku moja. Leo nataka kukufundisha kitu ambacho kitakacho kubadilisha namna unavyofikiria, na hii inatosha kabisa kubadilisha maisha yako. Hii ni mindset ya kufocus kwenye solution, not problem. Na ukikaa ukaielewa hii video vizuri, utaacha kujilaumu, utaacha kulalamika na utaanza kuchukua hatua zitakazo kubadilisha maisha yako kabisa. Namba moja, kwa nini watu wanabaki kwenye matatizo? Kwa sababu watu wengi wanapopata tatizo wanafanya makosa haya. Wanajiuliza, kwa nini mimi? Na wanaanza kujilaumu, mimi kila siku nakosea. Wanazungumza sana kuhusu tatizo kuliko kutafuta solution. Hebu fikiria, unatafuta pesa badala kujifunza pesa inavyofanya kazi na uanze kufanya biashara, lakini unakaa na unaanza kujilaumu. Mimi kila siku nashindwa, maisha ni magumu, pesa ni ngumu kupatikana, na haujui. Hapo unakuwa umejifunga mwenyewe kwa maneno yako unayosema. Kwa nini inatokea hivyo? Kwa sababu ubongo wako unafuatilia kile unachofikiria muda wote. Ukifikiria kwenye matatizo muda wote, kila utakapokuwa unakwenda utakuwa unaona matatizo tu, lakini ukifikiria kwenye solution, matatizo yako yatakuwa unayapatia majibu kila siku. Namba mbili, tofauti ya mtu mwenye confidence na mtu ambaye hana. Naomba usikilize hii kwa makini, kwa sababu tofauti ya mtu mwenye confidence na yule ambaye hana sio bahati, sio uwezo, ni vile wanavyo react kila wanapopata tatizo. Mtu asiye na confidence akipata tatizo anasimama, anaanza kufikiria, itakuwaje? Watu watanionaje? Kwa nini mimi nimeshindwa? Na mwisho wa siku hafanyi chochote kile kuondoa lile tatizo, anabaki pale pale. Lakini mtu mwenye confidence hafikirii sana, anajiuliza next move nitakuwa makini ili matatizo haya yasitokee tena. Na hapo ndipo tofauti kubwa iliyopo. Mtu asiye na confidence anataka uhakika kabla ya kufanya chochote kile. Mtu aliye na confidence hana shida na uhakika, kwa sababu anakuwa anajiamini, na matokeo yoyote yale yatakayokuja, iwe ni kushindwa, iwe ni kuwin, yupo tayari. Mfano halisi, kuna watu wawili wote wana idea ya biashara. Mtu wa kwanza anasema, ngoja nisubiri, ngoja muda sahihi ufike. Siku zinafika, siku zinaenda, bado yuko pale pale alipokuwa mwanzo. Mtu wa pili anaanza na kidogo alichonacho, hasubiri mpaka awe perfect, anajifunza, anakosea, anarekebisha, na kadri siku zinavyozidi kwenda anazidi kupata experience ya kile anachokifanya. Ukweli ni huu, confidence haiji kabla ya action. Confidence inakuja kwa wewe kufanya bila kuchoka. Namba tatu, nguvu ya kufocus kwenye solution, kwa sababu kila tatizo lazima liwe na solution. Hauwezi kuona solution kama akili yako imejawa na malalamiko. Unapofocus kwenye solution unapata clarity, unapunguza stress
na unaona opportunities kila mahali. Badala ya kusema mimi sina connection, badilisha na sema nitapataje connection. Badala ya kusema sijui nianzie wapi, sema ni kitu gani kidogo ninaweza kukifanya siku ya leo. Na hivyo pekee inatosha kabisa kubadilisha maisha yako na mtazamo wako kwa ujumla. Namba 4, jinsi ya kujifundisha kufocus kwenye solution. Kubali tatizo, usikimbie reality. Kubali ndio hapa kuna tatizo, lakini usibaki hapo hapo. Tafuta solution kwa haraka iwezekanavyo. Jiulize maswali sahihi badala ya kusema kwa nini mimi. Jiulize ni kitu gani sahihi naweza kukifanya hapa, ni option gani ambayo itaniboresha kwa muda huu. Chukua hatua ndogo, usisubiri mpaka uwe 100% confidence. Tuma ile message, anza ile idea, posti ile video. Action kidogo inajenga confidence kubwa, na kila kitu kidogo unachofanya kila siku kina uwezo mkubwa wa kubadilisha kabisa maisha yako. Kwa hiyo anza kidogo, anza na ulicho nacho, usisubiri mpaka kiwe kikubwa, maana hiyo siku haitakaa ifike. Namba 5, jinsi ya kutumia hii kwenye reality ya maisha yako. Hebu kwanza tuwe wa kweli kidogo. Hii si ya kusikiliza tu, hii ni ya kuishi kila siku. Kuanzia leo, kila unapokutana na tatizo, usijipe muda mwingi wa kufikiria, jipe muda mdogo na uanze kujiuliza, hapa solution ni ipi kwenye hili tatizo? Na kama hauoni solution moja kwa moja, usisimame tu na kusubiria. Jiulize, ni kitu gani kidogo unachoweza kuanza nacho sasa hivi? Mfano wa haraka, hauna pesa, tafuta kitu ambacho kitakacholeta mapato kwa haraka. Unajihisi lost, tafuta njia ya kujiboresha. Na hapo ndipo watu wengi wanaposhindwa. Wanajua wanachotakiwa kufanya, lakini hawataki. Na wewe usiwe mmoja wao. Chukua hatua, hata kama iwe ndogo kiasi gani, kwa sababu hatua ndogo ndo zina uwezo wa kubadilisha kabisa maisha yako. Anza kidogo, hata kama ukiwa unaogopa. Wewe anza. Kumbuka, maisha yako hayatakuwa perfect kila siku na matatizo hayataisha kutokea, lakini wewe unaweza kubadilika vile unavyo react kwa kila matatizo yanayotokea. Acha kufocus kwenye matatizo na uanze kufocus kwenye solution, na hapo utakuwa tofauti kabisa na watu wengine. Kama umefikia hapa, like, subscribe na mtumie rafiki yako ambaye anapenda kufocus kwenye matatizo kila siku. I love you guys. Thank you for watching.